Niondolee dhoruba nivuke ngambo ya 2020 combien? Bwana Yesu asifiwe. Siasikia kulisema hivyo. Yesu niondolee dhoruba nivuke ngambo. Mara tena Yesu niondolee. Kama ningewauliza ni nani anataka kuvuka ngambo ya 2026, hakuna mwenye angebaki. Amen. Kuna mtu ambaye hataki kuvuka, aunyoshe mkono tuone. Nani hataki kuvuka ngambo akielekea 2026? Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuvuka mtoni bila kutumia nguvu. Hauwezi kuvuka. Kama ningewapa mashindano ninyi wote niwashushe hapa kukawa niwaambie mvuki, hapana kupitia kukilalo kile kia kuingia kukapa, mshuke pana chini ni wote, kila mtu avuki, hamungeweza kwa sababu hamuna zile nguvu. Wakati mtu anavuka anatumia miguu yake, anaweza kuingia ndani ya maji, anavuka. Mwingine anaweza kuvuka kwa sababu anaruka. Hivyo ndivyo watu wanavuka. Sasa wewe hauwezi kuvuka kama hauna uwezo. Hauwezi kuvuka 2025 kuvukia 2026 kama hakuna uwezo, na uwezo ule uko ndani ya Yesu Kristo. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Sijaona mtu mwingine ambaye anaweza kusemeka katika dunia eti anaweza. Ni mmoja tu. Jina lake wanamuitaka nani? Wanamuita Yesu. Kama mtu hana huyu Yesu, huyu mtu yuko maskini. Hauna Yesu, uko nani? Yeye ni kilalo tunamtumia kwa kuvuka. Kwa verse ile ambayo tumesomea, verse ya 12, Yesu aliambia wanafunzi wake tupande mashua tuvuke ngambo. Neema ambayo wanafunzi walikuwa nayo ni kwamba wamefanya safari pamoja na nani? Pamoja na Yesu. Tukifanya safari bila Yesu tunachoka bure na tutaweza kuangamia. Kwa hiyo naomba maombi yako leo iwe kwamba Yesu niondolee dhoruba nivuke ngambo nikielekea mwaka wa 2026. Yesu ni alama ya ushindi. Yesu ni alama ya ushindi. Presence yake inatuondolea shida zote za magumu. Wanafunzi walisafiri pamoja na Yesu, lakini ilifika kwa wakati Yesu analala. Wakati analala wakapata nini? Wakapata shida. Nini ilitokea katika usingizi wa Yesu? Dhoruba kali ikaja. Kwa verse ya 13, walipokuwa wakisafiri, Yesu alishikwa na usingizi akalala. Kuna wakati mwingine tunamsahau Yesu na magumu yetu, mahitaji yetu inaongezeka kwa sababu tumemsahau. Amekuwa kama amelala. Mnajua huyu ambaye tumemzungumzia kama Yesu, yeye alikuwa mwanadamu tena alikuwa Mungu. Hii kulala yake usingizi, Biblia inasema kwamba alikuwa amechoka. Alikuwa amehubiri Injili, kuponyesha watu na kuleta mwelekeo kwa watu, akawa amechoka kama mwanadamu, lakini nguvu zilikuwa ndani yake kama Mungu. Maisha yetu ni safari ndefu tena ya miiba. Tangu Janvier tulianza safari kwa mwaka huu
hadi leo tunafikia mwezi wa 12, tuko katika safari, tena safari ambayo inahitaji iongozwe na huyu muweza yote ambaye hashindwake. Kwa mwaka huu walio wengi wetu wamepitia magonjwa, lakini Mungu alifanya nini? Aliwaondolea dhoruba. Mnaweza kusikia magonjwa, lakini uone mgonjwa kisi anasononeka, kisi anateseka. Tuligonjwa vile, lakini Yesu alifanya nini? Aliondoa dhoruba. Wengine wamefanya safari kwa miguu. Sijue mnaelewaka safari namna gani? Safari sio kwamba kutoka hapa kwenda Ulaya, sio kwamba kutoka hapa kwenda Goma, lakini safari ni ile hatua tunaipiga. Wale pahali pote tulitokea nyumbani, tumefanya nini? Tumefanya safari. Kama Mungu hakutuongoza, hatuwezi kufika hapa kwa salama, tena turudi nyumbani tukiwa wazima. Safari tumezifanya kwa miguu, Mungu akatuondolea dhoruba. Nani hakutembea kwa gari kwa miezi 12? Sote tumetembea pia kwa gari, na Mungu amefanya nini? Ameondoa dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Walio wengi wetu wametembea kwa mashua, na Mungu amefanya nini? Ametuliza dhoruba. Wengine wametembea kwa ndege. Usikie ile kutembea kwa ndege, usikie ile. Ukisha kuwa hewani, unawaona watu kama ni vidudu vidogo vidogo, lakini huko unasema huyo akianguka nitakuwaje? Ndege hewani. Lakini Mungu anafanya nini? Anatusafirisha hata kwa ndege, na tumefikia tarehe hii ya mwezi wa 12 tukiwa kwa tarehe 28. Tumshangilie Bwana Yesu. Tuna pia maadui. Kama hauna adui wa mwili, uko na adui katika ulimwengu wa roho, na hawa wote wanatutatiza. Lakini Mungu anasema mkae kimya, mkae kimya. Mimi nitafanya nini? Nitapigana na wanaopigana nami. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaishuhudia kwamba tumekaa kimya kwa miezi 12, na huyu ambaye anawezaka kila kitu ametupigania. Ndio maana tuko tunamsikiliza hapa. Yesu, niondolee dhoruba nivuke ng'ambo. Huko nasema kimoyo moyo, Yesu, niondolee dhoruba nivuke ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Dhoruba za maisha, dhoruba za maisha hatutaweza kama hangekuwa huyu Yesu, kama sote hatuko. Waefeso 12:4, bahari iliendelea kuchafuka, dhoruba iliendelea kuongezeka, Yesu akiwa usingizi. Yale ambayo tunaiona kama shida, Yesu anaiona si shida. Na ndio maana anasema mizigo yenu muyalete kwangu. Wanafunzi walipoona shida, walipoona magumu, wakaenda kumwamsha. Tumwamshe nani wakati wa shida? Tumwamshe Yesu. Yesu ambaye ni wa ajabu, alipoamka akaona dhoruba. Akaona dhoruba. Biblia inaniambia akahamakia dhoruba na bahari. Kimya. Haleluya. Akahamakia nini? Unaweza sema na dhoruba? Hapana. Ingia kwa maji hii, uone jinsi inamaliza watu. Lakini Yesu anainyamazisha. Dhoruba ya maisha Yesu anaishughulikia, usiku anaishughulikia, mchana anaishughulikia, na anaiambia ikae kimya.
Kifaransa inasema kwamba Yesu akawa aggressive, akaagrese zoruba na bahari. Kumbe Yesu alitomboka hapa, akapiganisha zoruba, ikakaa kimya. Kitu gani kinaweza kuresiste kwake? Kitu gani kinaweza kuresiste kwake? Bahari inanyamaza kimya, zoruba inanyamaza kimya. Wanafunzi wakashangaa. Yesu ananyamazishaka kila zoruba ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, niondolee zoruba, nivuke ngambo ya 2026. Nataka 2027 abakie na shida zake hapa, nami niondoke niambatane na 2026. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Naomba usimame. Tunataka kuacha 2025. Tunataka tuvuke ngambo, tuingie 2026. Yesu, niondolee zoruba, nivuke ngambo. Kijana Triumph atuimbishe kwa mwimbo kidogo, nasi tujimwange mbele za Mungu. Leo tumuonyeshe kwamba jeudi, siku ya 4 tutakuwa tumevuka. Siku ya 4 tutakuwa tumevuka. Mama Mwamini, karibu. Siku ya 4 tutakuwa tumevuka.